الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خير زاد. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tunaendelea na durusi zetu kila baada ya salatu al-fajr, leo kikiwa ni kikao cha 3, tukizungumzia swali jingine kama alivyoratibu shekhe katika risala yake. Swali hili lasema: tahaddath an fadli qira'ati al-Qur'an fi Ramadan. Tahaddath, zungumzia au elezea, an fadli qira'ati al-Qur'an, kuna ubora na utukufu wa kuisoma Qur'an fi Ramadan, katika mwezi wa Ramadhan, wa ghairihi, na miezi mingineyo nje ya Ramadhan. Hapa shekhe anataka kumwandaa Muislamu ili afahamu utukufu na ubora wa kuisoma Qur'an, hususan ndani ya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Mambo haya Muislamu anatakiwa ayaelewe. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ubora wa kusoma Qur'an katika sura Fatir aya 29 hadi 30. Allah anasema: innal ladhina yatluna kitaballah, innal ladhina yatluna kitaballah, hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yatluna kitaballah, hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho ni Qur'an. Wa aqamus salah, baada ya kusoma kitabu wakasimamisha sala. Kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonesha kitu cha kwanza Muislamu anachobidi aanze nacho ni Qur'an, kwa sababu hapa Allah ameanza na kuisoma Qur'an kabla ya sala. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salah, akawale wanaokisoma kitabu baada ya kukisoma wakasimamisha sala, kwa sababu sala hauwezi kuisali isipokuwa lazima ukisome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Atasoma sura al-Fatiha, atasoma baada ya Fatiha aya ambazo ni sunna pia kuzileta au sura. Kwa hiyo wale wanaosoma kitabu cha Allah subhanahu wa aqamus salata, na wakasimamisha sala, baada ya sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, wakatoa katika yale tuliyowaruzuku, katika mali ambazo tumewapa, mali hizo wakazitoa kwa siri bila kujulikana, wa alania, na wakazitoa wazi wakiwa wanaonekana na wanafahamika. Kwa nini wanafanya mambo haya? Wanaisoma Qur'an, wanasimamisha sala, wanatoa mali zao. Allah sema yarjuna tijaratan lan tabur. Haya yote wanayafanya kwa sababu wao wanataraji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutana na biashara. Wanafanya yarjuna tijaratan lan tabur, huku wakitarajia biashara ambayo haitoisha, biashara endelevu. Biashara hiyo
liyuwaffiyahum ujurahum, ili Allah subhanahu wa ta'ala awalipe yale malipo yao, awape ujira wao kwa yale walioyafanya huko duniani, wayazidahum min fadlihi, na Allah awazidishie fadhila zake, Allah awape zaidi ya fadhila zake, na hapa ni kuwaingiza peponi. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ujira wao na awaingize peponi, wayazidahum min fadlihi, na awazidishie fadhila zao, innahu ghafurun shakur, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe na mwenye shukrani. Aya hii inatuonesha umuhimu wa mwanadamu kuisoma Qur'an, na aya zinazoonesha na kujulisha umuhimu ni nyingi sana. Na hapa kwanza inatutosha kuonesha umuhimu wa kuisoma Qur'an, hususan ndani ya Ramadhani, kile kitendo cha Qur'ani kushuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, kama Allah alivyosema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Kwa hiyo aya hii kama tulivyoigusia jana, inaonesha kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani ilianza kushuka. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alianza kuwatoa watu katika kiza na kuwapeleka na kuonesha mwangaza na nuru. Hii inaonesha ukubwa na utukufu wa Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii inaonesha kwamba kumbe Muislamu kushikamana na Qur'ani ni shaira, ni nembo katika nembo za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi wa an Uthman radiyallahu anhu qala, hadithi ya kwanza inayoonyesha umuhimu na utukufu wa kuisoma Qur'an. Sheikh kama mstadili na hadithi anayosimulia Uthman radiyallahu ta'ala anhu arda, ya kwamba amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sala na amani ziwe juu yake, khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum, mbora wenu nyinyi Waislamu, man ni yule ambaye ta'allama al-Qur'an, amejifunza Qur'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwamba mtu atakapotaka kupimwa kwa ubora na utukufu katika jamii, kusiangaliwe jambo lolote, bali litakaloangaliwa khairukum, mbora wenu nyinyi. Mtamjuaje? Ni namna gani mtakavyomfahamu? Man ni yule ambaye ta'allama al-Qur'an, alikuwa na ukhiari, amejitoa kujifunza Qur'an, wa 'allamahu, na akaifundisha hiyo Qur'an. Kwa hiyo mtu akijifunza lazima afundishe, ili afikie katika daraja ya ubora na utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amuiradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sala na amani ziwe juu yake, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kirami al-barara. Alladhi yaqra'u al-Qur'an, ama yule mwenye kuisoma Qur'an, yule atakaye isoma Qur'an, wa huwa mahirun bihi, akiwa ni mahiri wa kuisoma hiyo Qur'an, na maana akiisoma vizuri, hana matatizo, anachunga ahkam zake wakati wa kuisoma hiyo Qur'an. Mahirun bihi, maana akiwa ni mahiri, akielewa vizuri hiyo Qur'an, ma'a safarati al-kirami al-barara, mtu huyo atakuwa pamoja na malaika. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtaja huyu kwamba yuko na malaika, Mtume akamtaja mtu mwingine, walladhi yaqra'u al-Qur'an, na ama yule mwenye kuisoma Qur'an akajibidiisha kuisoma Qur'an, wa huwa yatata'atu fihi, hajakuwa akiwa na mashaka, maana akisoma aya akirejelea mara mbili mara tatu ili aimalize, na maana Qur'ani inampa shida,
Qur'ani inamtaabisha, lakini licha ya kumtaabisha, kumpa tabu, hakati tamaa, bado anaendelea kujifunza hiyo Qur'ani, hajachoka kujifunza Qur'ani. Wa huwa alayhi shaqun, huku ana mashaka na hiyo Qur'ani, maana anahisi uzito, lakini uzito huo haumpelekei kuacha kujifunza Qur'ani. Uzito huo haumpelekei kuacha kujishughulisha dini ya Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema lahu ajran, mtu huyo basi yeye atalipwa mara pili. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba anataka kutuandaa mimi na wewe tusikate tamaa wakati tunapojifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kwamba kila anapojifunza mtu Qur'an, basi hivyo ndivyo anavyoendelea kupata fadhila, kupata kuwa ukaribu, kupata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya tatu, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud Allah amuiradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sala na amani ziwe juu yake, man qaraa harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasana. Man qaraa harfan fi kitabillahi ta'ala falahu hasana, mwenye kuisoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo anaandikiwa mema 10, hasana 10. Man qaraa harfan min kitabillahi ta'ala, yeyote atakayefikishwa akaisoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ataandikiwa mema 10 kwa herufi moja aliyoisoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam falahu hasana, ana jema moja. Man qaraa harfan min kitabillahi ta'ala, mwenye kuisoma herufi moja katika kitabu cha Allah, falahu hasanatun, mtu huyo ana jema moja, anaandikiwa thawabu moja. Wal hasanatu bi'ashri amthal, na jema moja, thawabu moja ni sawa sawa na thawabu 10. Na maana jema moja ni sawa sawa na 10 mfano wake. Na maana herufi moja mtu atakayesoma anaandikiwa thawabu moja, na thawabu moja ni sawa sawa na thawabu 10. Na maana herufi moja atapata thawabu 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka wazi kwa wale anaowaambia waelewe vyema yale maneno anayokusudia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la aqulu alif lam mim harfun, hapa nilichokusudia sikusudii kwamba mtu akiisoma Qur'an akisema alif lam mim kwamba hii ni herufi moja, sina maana hiyo, isipokuwa nilichokilenga walakin alifun harfun, mtu kusema alif hiyo ni herufi moja, maana ameandikiwa mema mangapi jamaa? Mema 10 kutokana na hiyo herufi moja alif au alif. Walamun harfu, na kusema lam ni herufi nyingine, na maana huyo tayari ashakuwa na herufi ngapi jamaa? Herufi 2. Alif lam tayari ana herufi 2. Wa mimun harfun, na mim ni herufi nyingine. Maana kitendo kusema alif lam mim, tayari mtu huyo amezikusanya herufi 3 kwa wakati huo, na tayari ana thawabu 30 kwa kusema maneno hayo mangapi jamaa? Matatu, au kwa kusema herufi hizo 3. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Kwa hiyo haya yaonyesha umuhimu na utukufu wa Qur'an. Bali hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sema, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi. Kithirisha zaidi kuisoma Qur'an, mtu atumie muda mwingi kuisoma Qur'an. Kwa nini? Li'annahu, kwa sababu hiyo Qur'ani ya'ti, itakuja siku ya kiyama, shafi'an li ashabi, ikimuombea uombezi maalum yule aliyedumisha katika maisha yake huko duniani. Na kudumisha Qur'an kuna mambo mawili kama walivyotaja wanazuoni. Jambo la kwanza ni kuisoma Qur'an,
lakini ukishaisoma ni kuifanyia kazi. Kwa hiyo lazima mtu haya mambo mawili ayachunge ili aifanyie Qur'ani kazi, ili Qur'ani iwe ni mtetezi wake siku ya kiyama. Lazima aisome, atenge muda, aipatie Qur'ani, airejelee Qur'ani, lakini ajitahidi kuifanyia kazi hiyo Qur'ani ili iwe ni sababu ya kumtetea na kumsalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wema waliotangulia walifahamu vyema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walijibidiisha zaidi kunako kuisoma Qur'an ndani na nje ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani wapo walioisoma Qur'ani kwa siku moja walikuwa wakimaliza mara mbili, yani wakihitimisha msahafu mara mbili. Mara ya kwanza wanahitimisha wakati wa mchana kuanzia baada ya fajr ila al-maghrib, tayari mtu amehitimisha Qur'ani, na baada ya salatu al-isha mpaka al-fajr amehitimisha kwa mara nyingine. Kwa maana mpaka Ramadhani inaondoka amehitimisha msahafu mara 60. Na wapo waliohitimisha kwa siku moja kuanzia salatu al-fajr mpaka kesho yake tayari wamehitimisha, na wapo waliohitimisha kwa siku 3, na wapo waliohitimisha kwa siku 7, na wapo waliohitimisha kwa siku 10. Hivyo hivyo kila mmoja alihitimisha kulingana na uwezekano alionao unapokuisoma Qur'an. Kwa ndugu zangu katika imani, haya yanatuonyesha ujira mkubwa kwa yule atakayesoma Qur'an. Bali hadithi ya 4 wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, kutoka kwa Ibn Abbas Allah amuyiradi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sala na amani ziwe juu yake, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, innal ladhi, hakika yule ambaye laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, katika kifua chake hana chochote katika Qur'an. Hakika yule ambaye ndani ya kifua chake hakuna kitu chochote katika Qur'an, hana chochote, yeye yupo tu, hajali na hafahamu chochote kuhusiana na Qur'an yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema kalbayti al-kharbi, mtu huyo mfano wake ni sawa sawa na nyumba bovu, nyumba ambayo ni gofu, haina chochote. Yani mtu alijenga nyumba yake mfano, alafu akaitelekeza ile nyumba ikawa hakuna chochote. Hiyo nyumba sasa mfano wake ni mfano wa mtu ambaye hana chochote katika moyo wake, hauna chochote katika Qur'an. Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, hakika yule ambaye hana chochote katika Qur'ani ndani ya kifua chake, kalbayti al-kharbi, mfano wake ni sawa na nyumba gofu. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya yanatuonesha umuhimu wa kuisoma Qur'an, kwamba mtu lazima ajibidiishe kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho kimebeba maajabu na matukio mbalimbali, kitabu ambacho kinamwelekeza namna gani anaweza kusalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya 5 na ya mwisho inayoonyesha umuhimu na ubora na utukufu wa kuisoma Qur'ani ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، نفتوك عبد الله بن عمرو الله أويرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika hadithi anasema, yuqalu li sahibi alquran, ataambiwa yule mwenye kuisoma Qur'an, ataambiwa yule aliyekuwa akijibidiisha kuisoma Qur'an, ataambiwa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Iqra, ewe mja wangu, simama na usome. Iqra, soma hiyo Qur'an. Wartaqi, na upande daraja. Na maana soma Qur'an na upande daraja. Warattil, na usome hiyo Qur'an tartila, kama Allah subhanahu wa ta'ala sema warattilil Qur'ana tartila. Na maana hiki ni kisomo, warattil
kama kunta turattilu fi dunya, isome hiyo Qur'ani kwa tartila kama ulivyokuwa ukisoma wapi huko duniani. Na maana mwanadamu kila atakapokuwa akisoma aya anapanda nini daraja. Mfano kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, anapanda hivyo hivyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, anapanda. Arrahmanir rahim, anapanda. Kwa hiyo anaambiwa soma na upande daraja kama ulivyokuwa ukisoma hiyo Qur'ani wapi duniani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, hakika daraja yako, makazi yako utakapoishi ni kunako aya ya mwisho utakayoisoma. Aya ya mwisho utakaposoma ukaishia hapo, ndiko daraja zako zitakapoishi. Na imekuja hadithi nyingine, hii ni hadithi ambayo ameipokea Abu Daud wa Tirmidhi, waqala hadithun hasanun sahih. Na imekuja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema daraja za peponi ni kulingana na aya za Qur'ani zilivyo. Yani daraja ya mwisho ni kuhusiana, yani idadi ya daraja ni mfano wa aya za Qur'ani zilivyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa Allah anambia fa inna manzilataka, au anaambiwa msomaji wa Qur'an, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u, daraja yako ya mwisho, makazi yako ni kunako aya ya mwisho utakayoisoma. Hii hapa inaonyesha umuhimu wa Muislamu kujibidiisha ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pia ufaulu wake umeambatanishwa na kuisoma nini Qur'an. Kwa hiyo lazima tujibidiishe, tutenge muda, ndugu zangu katika imani, tutenge muda kwa ajili ya watoto wetu, tuwafundishe kitabu hiki, kwa sababu yule atakayejifunza Qur'an akaifundisha kwanza ni mbora wa watu. Mwenye kuisoma Qur'ani ana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni sababu ya kusalimika na adhabu ya Allah, kama hadithi hii inavyoonyesha kwamba mtu ataambiwa soma au upande daraja kama ulivyokuwa ukisoma Qur'ani huko duniani, na makazi yake ni aya ya mwisho atakayokuwa ameisoma. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi hapa duniani tuwe ni watu wa Qur'an, tuishike Qur'an, tulazimiane na Qur'an, na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii Qur'an. Aktafi bihadha wa jazakumullahu khairan bihusni istima'ikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.